Kristo ambaye alijitoa mwenyewe kwa ukombozi kwa ajili ya wote, akaushuhudiwa kwa majira yake. Yaani yeye Yesu alishajitoa, na wewe jitoe kumfuata. Na kumfuata Yesu ni kukubali neno lake analolisema. Twende kuanzia mstari 12. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume. Kwa mwanamke yule anayetegemea kwenda mbinguni, ila yule aliye wa duniani yeye ajiinue kujifanya kuwa nani? Kujifanya kuwa mwanaume. Twende hapa. Kwa nini ananyang'anya utawala mwanamke? Twende. Kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza. Kwa sababu Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza. Twende. Wala Adamu hakudanganywa ila mwanamke. Yaani Adamu wala nyoka alimuogopa. Aliona anaweza kumwambia maneno gani hayawezi kupenda kwa Adamu. Ndipo alipozunguka akamsubiria mwanamke kwenye miti ya matunda, ili atakapokutana naye sasa kuchukua chakula ili apeleke kula na mume wake. Ndipo shetani akajiandaa kwamba lazima mwanamke huyu atanikubali nayo yasema, ila mwanamume hawezi kunikubali. Twende. Mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya kukosa. Mwanamke alidanganywa kabisa, tena akaingia katika kwenye dhambi kubwa sana. Unaona uzao waliozaa wa mama mpaka sasa hivi vizazi wamewapoteza. Katoto kadogo na kama simu ya tachi, unambembeleza ili afanyete. Mtoto mkorogee uji, mtoto mpikie chai, mtoto munuoshe, mtoto muvike bado, mtoto mpeleke kanisani, mtoto msongee ugali hale, lakini kumfundisha tabia za shetani. Ndio wao walioingia kwenye makosa wa kwanza. Twende. Lakini ataokolewa kwa uzazi wake. Lakini anasema Yesu anasema sitamwacha huyo mwanamke, ataokolewa kwa kuwa anazaa. Sasa umezaa watoto vimekuwa vivuta bangi, umezaa watoto wamevaa masuruali na vimini, akitokezea kule na kamkoba, ndio mwanangu karibu tena leo nilikuota usiku. Umemuota ili umsaidie nini? Kanisani wapajui. Ulianza utoto wako mpaka ukawa mama mzima, wanaenda kanisani wapajui. Watoto wote waliowazaa hawana faida na Mungu. Mungu anasema mnanizalia watoto gani? Watoto gani mnaonizalia? Na yeye alishakataa. Mungu alikataa kabisa. Ni watoto gani mnaosukuma mkazaa? Watoto wa kuweka mitaani. Ibada hawaijui, kanisa hawalijui, hawajui mambo ya Mungu, hawajui neno lolote. Wanakuwa wao ni vitapeli, matapeli tupu. Na Mungu anajiuliza, anawauliza na wanadamu, je, mnanizalia watoto gani? Wataokolewa wa mama kwa sababu ya kuzaa kwao. Kama wao wamezaa mtoto, ukamfundisha kwenda kanisani, ukamfundisha maadili mazuri, akajua kuomba, akajua kufunga, na yeye akakuwa akiwa ni yeye ni kuhani wa Mungu, huo Mungu atakufurahia. Sikiliza tuende hapo, anasemaje? Kama wakidumu katika imani na upendo. Unaona ninalolisema? Kwani ninalodanganya hapo? Yaani kama wewe mama ukidumu katika upendo na katika kuhudumu katika kwenye kanisa, humo unatumika humo kanisani, unaendelea na maombi na mkesha, unaendelea na ibada, ndipo utakapookolewa kwa kuzaa kwako. Lakini kama watoto walizalia nyoka, ni wavimini na mitetemesho, wamechonga zile nywele zao wamezibakiza nusu kichwani, wanafanana jangara,
hata kujua, hata kama ulizaa watu 20, hata kama ulizaa 2000, maana ulizalia Shetani. Twende. Utakaswe pamoja na moyo wa kiasi. Utakaswe pamoja na moyo wa kiasi. Lakini mtoto anatoka kwa ulimfundisha, mwingine anatoka huko kwenye baa, analeta pombe anaziweka mule kwenye kabati, hapa amelewa, akinyanyuka anamwambia, mwanangu, kuna kama pombe zangu huko uziangalie mule kwenye kabati. Akija kuziangalia anaziona huko. Akishareta, mama na mimi niwepo kidogo. Kunywa tu kidogo. Hilo ni bakizi. Ni kweli wamezaa watoto wa nyoka. Hawaokolewi. Lazima watakupeleka kwenye moto ule wa jehanamu. Utaenda tu. Haleluya. Tumetosha hapo kweli.